sana ni kwamba Tanzania ilianza na msingi thabiti. Msingi wa awamu ya kwanza ya Mwalimu Kambarage Nyerere, akachangia Mzee Ali Hassan Mwinyi, akachangia Benjamin William Mkapa, akachangia Jakaya Mrisho Kikwete, akachangia John Joseph Pombe Magufuli. Sasa amekuja Daktari Samia Suluhu Hassan na amepiga hatua za haja na hoja, na kilichoko ni ya kwamba uchumi wa Tanzania inaendelea kuwa na wawekezaji wengi tu wanakuja katika Jamhuri ya Tanzania kwa kuwa kuna uwazi, na pia kuna sehemu mbalimbali ambazo zinawavutia wawekezaji na wajasiriamali, na ni jambo ambalo wengi wanajivunia katika nyanja za kisiasa na katika sehemu mbalimbali. Sasa Tanzania inashabikiwa kwa kuwa kuna utulivu fulani, kuna uwezo wa kubashiri ya kwamba ukiweka shilingi yako moja basi utavuna na shilingi zako 3 au 4, na wakati unataka kushughulika na fedha hizo nje ya nchi ya Tanzania pia kuna uwezekano. Kwa hivyo ni jambo la kulipigia debe kama sisi ambao ni wakereketwa wanajumuiya. Ikiwa Tanzania imeendelea jinsi inavyoendelea, na angalia katika sehemu ya Kawi kwa mfano, bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, gasi asilia ambayo imetoka Mtwara, sasa inaweka msingi thabiti kwa wawekezaji katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo jukumu letu kama watu ambao wanaipenda bara la Afrika na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan na wale ambao wanahudumu chini yake kama rafiki yangu Doto Biteko na Hassan Rais Mwinyi Zanzibar, na pia Kassim Majaliwa na ndugu Makonda, kwa kuwa naye pia anajaribu ili Tanzania iendelee. Lazima kuwe na viongozi wengi tu ambao wanamsaidia Rais Suluhu Hassan. Kile ambacho kinaibuka katika ukanda hii ya Afrika Mashariki, rais wa kwanza mwanamke ni Samia Suluhu Hassan, na tayari amedhihirisha ya kwamba anatosha. Si nyinyi Waswahili ndio mnasema wali wa kutosha huonekana kwenye sinia? Basi